Middlemen ni watu gani? Hawa kwa lugha ya kawaida ni madalali au mawakala. Tunaweza tukawaelezeaje hawa mawakala au madalali? Tunasema kwa kesi ya kilimo tunasema middlemen yanaweza kawa mtu binafsi, anaweza kawa taasisi, inaweza kawa biashara inayofanya kazi katikati ya mkulima na mlaji wa mwisho au final consumer. Mifano ya madalali au hawa brokers au middlemen. Tunaangalia kuna mifano mingi. Mfano wa kwanza tunaweza kusema madalali wa vijiji, village brokers. Tunaweza tukasema retailers, wauzaji wa rejareja, ikiwa ni pamoja na wauzaji wanaouza bidhaa za kilimo sokoni, maduka, hao wote ni retailers. Mfano mwingine tunaona hawa wholesalers wanaouza kwa jumla. Hawa watu nao pia ni middlemen, maana wanafanya kazi katikati ya kiwanda na consumer. Mkulima, nije nikwambie ni ngumu sana kuepuka middlemen, ila lakini sasa kuna fakta 3 ambazo mkulima ukizingatia unaweza ukajaribu kuepuka middlemen. Fakta ya kwanza ni level ya uzalishaji au tunasema scale of production. Mkulima unatakiwa uwe na kiasi sahihi ambacho unaweza ukakimudu cha mazao unayoyazalisha, kiasi kwamba hali yoyote ambayo inaweza kutokea unaweza kumudu, iza kuyatunza, kusubiri hali nzuri ije au kivingine. Fakta ya pili na unaweza kusema ni uhakika wa usafirishaji, uwe na uhakika wa soko, pia uwe na uhakika wa magala ya kutunzia ambao tunasema access of transport, market and storage. Mkulima ukiwa na uhakika wa hivyo vitu vitatu, unaweza kwa mfano ukawa na usafiri wako binafsi, au ukawa hata kama sio usafiri wako binafsi, ukawa na watu ambao wanaweza kukusafirishia, ambao hao watu hawawezi kukufanyia ile mambo ambao tunasema ni unethical, mambo ambayo sio ya kimaadili, aidha kupandishia bei ili upate hasara au kivingine. Pia tunavyosema uwe na access ya soko, unatakiwa mkulima unapozalisha uwe unajua hicho unachokizalisha utakiuzia wapi, ni wakina nani watakuja wanunue kwako. Hivyo ni vitu vya msingi vya kuzingatia. Pia kwa kesi ya storage, mkulima unatakiwa ujue hicho unachokizalisha kuna sehemu ya kukitunzia endapo bei kule sokoni hazitolizisha. Ni vitu ambavyo mkulima unatakiwa uzingatie unapozalisha mazao. Fakta ya 3 nasema ni mtaji na ujuzi wa biashara. Mkulima kabla ya yote unatakiwa ujue lazima ili uzalishe uwe na mtaji wa kutosha, pia uwe na ujuzi wa kufanya biashara ambao tunasema capital and business skills. Mkulima utapata shida sana ya kuuza mazao yako kama hutokuwa na business skills, yani ujuzi wa biashara, kwamba natakiwa nifanyeje, natakiwa nitumie mbinu zipi niweze kujua bei halisi iliyopo sokoni, natakiwa nitumie mbinu zipi niweze kupunguza kosti za uzalishaji, hivyo vitu kama hivyo. Sasa mkulima, nataka nikwambie vitu au tuseme njia za kuweza kupunguza unyonyaji wa hawa brokers au hawa middlemen au hawa madalali. Njia ya kwanza mkulima unaweza ukafanya ni kutengeneza tuseme formulation of cooperatives, farmers cooperatives. Haya tunasema haya ni makundi ya wakulima. Mara nyingi imezoeleka kwamba makundi ya wakulima yanatengenezwa kwa wale wakulima wa mazao ya biashara kwa asilimia kubwa, ila imekuwa kwa mazao ya chakula ni kidogo sana wakulima wenye mwamko wa kutengeneza makundi. Kuweza kuamua jambo kwenye kundi mkiwa kama cooperatives ni jambo rahisi sana, tofauti na ukiwa mkulima mmoja. Mkulima mmoja utapata ugumu, maana huwezi kaamua bei, huwezi kufanya chochote, ila mkiwa mkijiorganize wakulima mkawa na nguvu moja, mnaweza mkapanga bei ambao hamwezi kuumbishwa na mabrokers au ama middlemen. Njia nyingine, mkulima unaweza kauza directly kwa consumer, final consumer. Yani ukabypass middlemen yote, ukajuka, yani wewe unazalisha, unauza kwa final consumer. Kwa mfano, mkulima anayeuza labda tuashumu mboga za majani, hizi vegetables hizi za mchicha hizi na zingine. Mkulima anaweza kalima kitalu chake cha mboga zikikomaa atachuma, anapeleka sokoni kumuzia mtu ambaye anaenda kula tayari. Hiyo tunasema umeweza kuepuka middlemen. Njia nyingine mkulima unaweza kuitumia hapo tunasema ni kuwa na uhakika au kufanya speculation of the accurate market price. Mkulima unaweza kuepuka broker, unaweza kuepuka unyonyaji hawa middlemen kwa kuwa na taarifa sahihi za bei iliyopo sokoni.
Pia mkulima unaweza ukajaribu kuepuka hawa ma middlemen au exploitative middlemen, middlemen ambao tunasema wamekosa maadili. Kwa kufanyaje? Mkulima unaweza ukawa na broker wako au una wale middlemen specific ambao unajua kabisa hawa nafanya kazi nao vizuri, hawa hawezi kunifanyia mambo ambayo ni ya unyonyaji. Unatakiwa uwe na watu unaowaamini na wanaokuamini pia. Pia njia nyingine unatakiwa utumie, njia nyingine mkulima unaweza kutumia ni kuwa na magala, sehemu za kuhifadhia mazao yako unapovuna. Hii inaweza kukusaidia ukasubiri hadi utakapojihakikishia kwamba bei iliyopo sokoni ni bei sahihi na ni bei ya kukupa kipato ndo kauza. Hiyo itakufanya uweze kuepuka wale madalali ambao wanakuja kukulagai kwa bei zao. Pia njia nyingine mkulima utaitumia, unatakiwa uzalishe kile ambacho una uwezo nacho, kile unachokimudu. Uzalishe kwenye reasonable, tunasema reasonable scale. Uwe na scale ya uzalishaji ambao unaona kabisa hii naimudu. Aidha unaweza ukaistore, unaweza ukasafirisha, unaweza ukafanya chochote kwa kosti zako mwenyewe. Mkulima, nikwambie mbinu kadhaa ambazo labda hawa mabroker au hawa middlemen huwa wanazitumia kufanya unyonyaji au kufanya hiyo kuwanyonya wakulima. Njia ya kwanza ambayo unaweza kusema mkulima kuwa makini na kesi ya zile mizani wanazotumia. Huwa wanafanya kitu tunaita manipulation of weighing scale. Vile vifaa wanavyopimia uzito, kuna namna wanachezesha ili kuweza kulagai quantity iliyopimwa. Unaweza ukafikiri amepima kilo moja lakini kumbe kuna kilo 1 point something. Kuna namna alishafanya. Pia unatakiwa muwe makini kwenye zile mizani zao. Pia njia nyingine ambazo hawa ma middlemen wanatumia ni kuja anakufuata shambani kuja kununua bidhaa zako au tuseme mazao uliyoyazalisha kwa bei ya chini, afu anakuficha bei halisi iliyopo sokoni. Hizo ni moja ya njia zinatumika, tunasema farm gate price inakuwa ndogo ambao wanakuja kununua, ila yeye anaenda kuuza kwa bei kubwa. Pia njia nyingine ambayo tunasema hawa ma middlemen wanatumia, ambao hawa kwa mara nyingi tunasema speculative middlemen. Wale pale huwa anafanya kitu kimoja, anakuja nanunua kwa farm gate, yani ananunua at low farm gate price, ila selling price atakayoenda kuuza ni kubwa. Kwa nini? Kwa sababu wenyewe huwa wanaangalia baada ya miezi kadhaa au kipindi fulani kinachokuja, bei itakuwa inapanda au inashuka. Kwa hiyo wanakuwa na inventory au tuseme hizi store za kutunzia mazao. Anachukua kwa wakulima kwa bei ndogo, anatunza, muda ukifika bei kipanda anauza. Asante. Kama una swali unaweza ukauliza kupitia hicho kisanduku cha comment, au unaweza ukasubscribe na ukanifollow pia kama wewe ni mdau wa haya mambo ya kuhusu uchumi au tuseme shughuli za kiuchumi zinazomkabili yani mtu mmoja mmoja au tuseme microeconomics na dili na uchumi wa mtu mmoja mmoja. Unaweza ukanifollow au ukasubscribe hapo, tukaendelea kushare mawazo. Asante.